akamwendea akamwambia, usijimalize maana tuko hapa. Ndiyo milango imefunguka, lakini tuko wapi? Tuko mahala hapa. Nigusie mtu, mwambie gereza lako na lifunguke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mguse tena kwa ujasiri, mwambie gereza lako na lifunguke kwa jina la Yesu. Kwa hivyo majira yale, the Bible says ya kwamba Paulo akakamatwa pamoja na Silas, akaingishwa kwenye gereza ambalo hawakutarajia kana kwamba wangeingia, lakini wakawekwa kwenye gereza. Neno linasema wakashikwa, wakawekwa ndani, wakawekwa kwenye gereza, wakakaa pale mchana mzima ndani ya gereza, wakakaa pale kwenye usiku ndani ya gereza. Lakini neno linasema ya kwamba ilipofika usiku wa manane, hawa wanaume wa Injili wakaamuka, wakaanza kuomba pamoja na kuimba usiku wa manane, na misingi ya gereza ikatikisika. Nikawa ninajiuliza swali moja, ni kwa nini wanaume hawa hawakuimba mchana wala hawakuomba mchana? Nikakuja kuelewa ya kwamba wangeimba mchana na waombe mchana, watu wangekimbia walio mbali na karibu, wakuje kuona mawenda wazimu ndani ya gereza. Na kwa hivyo neno linasema ya kwamba mchana wakatulia mpaka usiku wa manane. Ambia mtu zoea kutulia, mwambie zoea kutulia. Hata kama shida itatokea, zoea kutulia. Hata kama mambo yatakuwa magumu, zoea kutulia. Kwa hivyo Paulo na Sila wakatulia, usiku wa manane ukafika. Neno linasema ya kwamba wakaanza kuomba usiku ule, na misingi ya gereza ikatikisika. Nimekuja ninene na mtu mahali hapa. Hakuna mambo wenda yanakusumbua, kitu cha kwanza ufanye cheza na misingi yao. Ninasema cheza na msingi wao, maana wakati unacheza na misingi yao, ni maana unaweza kuwang'oa. Hakuna mateso yanakutesa, lazima ucheze na msingi wa hiyo mateso. Hakuna laana inakusumbua, ni lazima ucheze na msingi wa hiyo laana. Hakuna mapepo yanakutesa, nimesema lazima ucheze na misingi. Nasema lazima ucheze, nasema lazima ucheze na misingi yao, maana misingi ndiyo mahali ambapo anga ya uchawi imeshikilia. Misingi ndiyo mahali ambapo waganga wamesimama. Misingi ndiyo mahali ambapo walisimama wakanena mabaya, wengine wakanena laana. Nimekuja ninene na wewe, cheza na misingi, maadui wang'oke. Cheza na misingi yao, maana misingi yao ni madhabahu yao. Misingi yao ni roho walizoachilia. Sema ninapiga misingi yao. Leo usiongee kama mtu ambaye unatumaini. Inua sauti, sema ninacheza na misingi. Sema ninacheza na misingi yao. Sema ninacheza na misingi yao. Sikia mtu wa Mungu, neno linaniambia ya kwamba usiku wa manane ulipofika, wakacheza na misingi yao. Wakati wa maombi wakacheza na misingi ya gereza, wakawa wanaimba. Hakuna vile mpendo unaweza imba hata adui akakuondokea njiani. Hakuna vile mpendo unaweza imba roho ya giza ikang'oka kwa nyumba yako. Hakuna vile unaweza imba mapepo yakaondoka. Hakuna vile unaweza omba roho ya giza ikang'olewa. Natamani niseme na mtu, hakuna vile unaweza omba, hakuna vile unaweza lilia Bwana, hakuna vile unaweza lia katika uwepo wa Bwana, hakuna vile unaweza lia. Ninataka usikie mtu wa Mungu. Kulikuwa na mama anaitwa Ana ambaye aliyedharauliwa na Penina, na neno linasema akaenda kwenye madhabahu akacheza na misingi ya utasa, akasema Baba nipe mwana. Akacheza na misingi ya utasa. Imefika majira mpendwa, uingie katika ulimwengu wa kiroho, ucheze na misingi ya kwenu ambayo imebeba laana, ucheze na misingi yao. Natamani nihubirie watu wanaonisikia. Ninasema yamefika majira ucheze na misingi hiyo ambayo iliyokubebea anga nzito. Ucheze na misingi hiyo ipate kubomolewa.
Misingi ndio imebeba vitu zote, ama misingi ndio iliyokuwa imebeba ile gereza. Kama misingi ingalikuwa hapo, gereza lingalisimama. Na kwa hivyo Paulo akaelewa, ninaanza kuomba Baba yangu, ninaanza kuimba usiku wa leo ili kwamba misingi bomolewe. Nimekuja ninene na wewe, kuna mahali mambo ni mazito, omba mpaka misingi tikizike. Nasema kuna mahali mambo yamekataa, ninasema omba mpaka misingi tikizike. Kuna vile watu wamekudharau, omba mpaka misingi tikizike. Kuna vile watu wamejitenga na wewe, omba misingi ya madharau itoke. Kuna vile vitu zimekataa kwa maisha yako, yamefika majira uombe mpaka misingi tikizike. Ya watu watatu wifi, waambie ninaomba msingi wako utikizike. Waambie ninaomba msingi wa laana utikizike. Mpe mtu mwingine high five, waambie watu wengine watatu tu. We are so prophetic in Jesus name. Wape high five, waambie ninaomba misingi tikizike. Waambie ninaomba misingi tikizike. Waambie laana za nyumba yenu zitikizike, anga zenu zitikizike. Sema katika jina la Yesu. Sikia mpendo, na neno linaniambia ya kwamba ilipofika usiku wa manane, mpendwa, ninataka unisikie vizuri. Kuna vita ambazo zinangoja usiku wa manane tuamuke. Ninasema kuna vita zinangoja usiku wa manane, tusimame katika maombi tupigane nazo. Hakuna vitu zinangoja usiku wa manane. Mpendwa, usilale, maana adui anaweza kuja usiku akakuweka kwenye gereza bila ufahamu wako. Na kwa hivyo ni vizuri mpendwa unisikie, uombe Jehova na akusaidie. Iwe mchana wala usiku, ni ya kwamba tutacheza na misingi na anga zao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikia, wakiwa katika usiku wa manane, ninaona watu wakiwa wamefungwa minyororo, wakiwa wamefungwa mikono na miguu yao. Lakini walifungwa mikono na miguu, lakini hawakufungwa midomo. Nimekuja niseme na wewe mpendwa, wanaweza funga hatima yako, lakini hawajafunga mdomo wa maombi. Wanaweza kukufunga kila mahali, lakini wakuachie mdomo wa kuita Jehova. Wanaweza funga kila mahali, lakini mdomo wa maombi lazima ubaki. Nimekuja niseme na wewe mpendwa, as long as hujafungwa mdomo, lazima mwambie Jehova gereza liondoke. Lazima liondoke. Hata kama utaki utabarikiwa, hata kama utaki. Ninasema gereza liondoke, na madhabahu yao yang'olewe, na kila laana waliweka juu yako ninasema siondoke kwa jina. Ninaona mtu hapo kwa stress usiku wa manane, anajiuliza nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. We will do what remains for us to do. Tutafanya kile kimebaki, tutafanya. That's why umesikia nimekuambia kelia tigaire, kelia tigaire, kelia tigaire bono na maso. Because hapo hiyo ndio nimebaki nao. Wanaweza kukunyang'anya watoto, wanaweza nyang'anya hatima zao, wanaweza kukunyang'anya afya yako, lakini ile inabaki ni maombi. Ninatamani niseme na mtu nituambie, huenda mambo yanaweza kuwa mazito, lakini usiache kuomba mpendwa. Hapo utigawosa bomu wanchonya saa, usiache kuomba. Mambo yanaweza kuwa mazito, unaweza dharauliwa, utengwe na watu wengi, lakini usiache kuomba mpendwa. Utigawosa bomu, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Nasema usiache kuomba, nasema usiache kuomba. Nigusie mtu mwambie usiache kuomba, usiache kuomba. Wanaweza wakakudharau, lakini usiache kuomba. Wanaweza wakaona watoto wako masikini hawatajiweza, lakini usiache kuomba. Ni heri wakunyime vyakula vyao, lakini usiache kuomba. Ni heri wajitenge na wewe, lakini usiache kuomba. Ni heri uwe maskini mtu wa Mungu, lakini ndani ya Bwana, na usiache kuomba. Ni heri ufungiwe nyumba, lakini usiache kuomba. Ni heri ufukuzwe kwenye ndoa, lakini usiache kuomba. Ni heri wakukatae, wakuchukie, lakini usiache kuomba. Ndio
ndio wanaweza wakakunyang'anya kila kitu, lakini usiache kuomba. Nimekuja nikuletea habari njema, nikwambie kulikuwa na mtu mmoja ambaye jina lake anaitwa Ayubu. Neno linasema Ayubu alikuwa ni mtendanaji mbele za Bwana, lakini shetani akaenda akamsawishi Mungu na akakuja akapiga maisha ya Ayubu. Neno linasema Ayubu watoto wake wakafa, mifugo yake yote ikafa, lakini neno linasema ya kwamba hata Ayubu akiwa mahali pale akabaki tu yeye peke yake, akajitia moyo akasema, nilizaliwa bure, nitarudi bure. Akalia akamwambia Jehova, mifugo inaweza enda, lakini nibaki na wewe. Watoto wanaweza enda, lakini nibaki na wewe. Na kwa hivyo neno linaniambia hata kama yote ilienda, Ayubu alibaki na Jehova. Ayubu akamulilia Bwana, na ndipo maana anauliza, akauliza ya kwamba je, mateso yanatoka wapi? Je, yanatoka kwenye mchanga ama yanatoka wapi? Na kwa hivyo neno linasema hayo mateso yaliyomkujia Ayubu, Ayubu akalia. Ninaona marafiki zake wakija wanajaribu kumuomboleza pamoja naye, akawambia acheni na mimi, maana wimbo ulionitunga ni mimi ninayeelewa huo mwimbo. Huyu jamaa akalia anapokumbuka watoto wake. Aliyekuwa mzazi sasa si mzazi tena, aliyekuwa na wana tena sana wana, aliyekuwa tajiri sasa ni masikini. The man of God cried, akalia akimuuliza Bwana, baba yangu nifanye namna gani? Ni mbona mateso kama haya? Na neno linasema ya kwamba wakati Ayubu alipokumbuka akasema, ilaaniwe siku ambayo mama yangu alishika mimba ya kunizaa mimi. Inamaanisha jamaa yuko ndani ya uchungu. Ilaaniwe siku nilizaliwa, ilaaniwe siku mama yangu alishika mimba. Ni maana ya uchungu na uzito ambayo aliyopitia ndani. Nimekuja niseme na wewe mpendwa, huenda kuna uchungu unapitia, lakini nimekuletea habari njema. Nikuambie ndio unaweza lia, wanaweza wakakukataa, wengine wakakudharau, wengine wakaona kana kwamba umeisha, lakini nimekuja ninene na wewe. Huo ndio mwanzo. Jehova anaingia kwa maisha yako. Ninasema huo ndio mwanzo. Jehova anashuka kwa maisha yako, abadilishe anga yako. Jehova anatawala. Wanaume akalia kasema, ilaaniwe hiyo siku, ilaaniwe hiyo siku niliyozaliwa. Sikia mpendwa, kuna vitu zinaweza tendeka mpaka ukaona ni heri ukuzaliwa. Kuna vitu unaweza pitia mpaka bwibulingi yekwera na ibure tuense haina inakire kuone nayo mwanchwa ebintu binde bya kurusiria mariga hakualelile michando ya kurusiria mariga. Zingine ni roho ya maskini na mateso. Watu wa Mungu wamekataliwa, anga zingine kujaribu kufungua zinafungika. Nimekuja nilie na wewe mpendwa, nikuambia licha ya hayo, wewe kasa msipi kwa tumbo lako, mwambie Jehova, ninatamani niende na wewe. Mambo yanaweza kataa, lakini ninataka niende na wewe. Vitu zinaweza kuwa mzito, lakini ninataka niende na wewe. Watu wanaweza nichukia, lakini nataka niende na wewe. Roho zingine chafu zinaweza inuka, lakini nataka niende na wewe. Maana wakati ninaenda na wewe, Baba, itakuwa salama mbele. Wakati nitaenda na wewe, ndio uende wanaweza nipiga vita, lakini mbele iko salama. Nimejiwa na Jehova. Nimekuja ninene na wewe. Haijalishi vile ilivyo leo, haijalishi vile wamenena leo. Nimekuja nikuambia kwamba unapobeba mkono wako na kumwambia Baba, nishike mkono, niende na wewe Baba. Nishike mkono Jehova, niende na wewe Masiha. Nishike mkono Baba, niende na wewe. Majira unapomwita Jehova akushike mkono, hata kama mambo yatakuwa mabaya, Jehova akushike mkono. Ndio wanaweza wewe wataa, lakini Jehova akushike mkono. Mambo yanaweza kuwa mazito, lakini Jehova akushike mkono.
maana anapokushika mkono mambo yanabadilika. Anapokushika mkono heshima inarejea. Ayandabuzakatai, anapokushika mkono madharau yao inaisha. Ni heri wakunyang'anya kila kitu wakuachie Jehova. Mbuya bakore kelele ndobago tigere Nyasaye. Wakunyang'anya kila kitu wakuachie Jehova. Maana ukiwa na Bwana mambo ni salama. Hata kama wataachilia roho ya mateso, uenda kwa nyumba yako wameachilia mahangaiko, nimekuja ninene na wewe mpendwa. Kama vile walivyowaachia pale wakasema waoze kwenye gereza, lakini jambo moja hawakuelewa, kuna nguvu ya Bwana iliyo zaidi ya gereza. Hiyo ndio nguvu ambayo nimekuletea, ya kwamba kuna nguvu zaidi ya gereza. Natamani uinue tu mkono mwambie Jehova, nisaidie Bwana, niendapo niingiapo, nisaidie kwa jina la Yesu. Mtu aguze William, mwambie amuke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja niseme tikiza misingi. Nyegerie misingi ibintu byago bigoke. Nyegerie misingi abarugi bagotige. Tikiza misingi yao. Ni vizuri ekere biro mwancho. Usabe mwago nonyerekero murugi agotara butuko. Ako iguni ground ye agotengecha nyuma ataratacho. Na kiransabe nae. Numo murugi atago se compound ya agotewe. Nigo nyigwete kunyegera. Nigo nyigwete wokomere. Wale waliokupangia mabaya wasije wakala nyama zako. Hao maadui waliowaza kula nyama zako hawataweza kula nyama zako, maana Jehova yu nawe. Aliyekuwazia mabaya, wacha roho wa Bwana mpasue kama radi. Nasema roho wa Bwana mpasue kama radi. Waliokuwazia mabaya, kuna mtu mmoja mara hapa ninasikia ya kwamba huenda siku yako ilikuwa imepangwa. Hata wakati ilipopangwa wakapanga mashishi, wakasema chairman atakuwa fulani ambaye aliyekuwa mmoja wa wachawi wale. Wakasema siku utazikwa ni hii, na wakapanga siku ya kula nyama yako ni hii. Nimekuja niseme na wewe, hiyo misingi tunatikiza. Tunatikiza hiyo misingi yao. Tunatikiza hiyo misingi. Tunatikiza hiyo misingi yao. Daudi anasema waliponitafuta wanile nyama yangu, Baba kama mtetezi wangu, nimekuja ninene na wewe. Watakapotafuta kula nyama zako hawatazipata wala hawataziona. Kwa misingi yao na miradi yao ni ya kwamba Jehova akaiondoe. Ninasema Jehova akaiondoe. Hata kama watapanga mabaya, wacha Jehova wafuate wao kwa wao kwa wao na watoto wao na wasokoto yongo wasokoto yadaba. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwazia mabaya, ninasema mabaya waliokuwazia tunarudisha mara 7. Sema back to the sender 7 times. Weba soko takazaka. Sema na warudishia mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kung'ang'ana na mateso mpaka lini? Ni maana mangaiko walioachilia walidhani zoko pato yandaba zoko toyondera basaka. Sikia, kuna mtu ninasikia ndani ya kanisa. Sikia, kuna mtu mmoja picha yako ilichukuliwa, maana ninaona picha imewekwa na ikafunganishiwa kitu, baadaye ikawekewa uvuli, kivuli kikapikwa na mambo yako yakafungika. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Sikia, uende uwezi elewa, picha yako ikashikwa ikawekwa vitu fulani na baadaye ninaona kivuli kishiki. That's why kila kitu najaribu, ninaona uvuli imewekwa. Nimekuja niseme na wewe, kuna kivuli inafungika katika jina la Yesu. Uenda unaweza kosa kunielewa, but I am praying together with you. Inua mkono wako juu kwa jina la Yesu. Baba, mtambue mahali aliko na mtafute sasa. Mtafute sasa, mtafute sasa. Hicho kiti ameketia Baba, achiwe moto ndani yake. Kiwake sasa, kiwake sasa.
Usiruhusu mara tena Jehova, jinsi alivyoketi mateso yakamfuata. Nimekuja niseme na wewe mpendwa, kuna mambo mazito ambayo adui ameyafanya, lakini Roho wa Bwana yu mahali hapa. Kuna mtu amefungiwa kwenye ufuli, kivuli imenibiswa because I see kivuli. Baadaye ninaona picha ya mtu. Jehova nifungulie nielewe mara tena zaidi. Anga hiyo niifahamu Baba. Jehova Masia, Mungu wa ajabu. Hakuna mtu tu, neema ya Bwana inashuka kwako. Sheba tuombe. Kuna mtu ninafunja hiyo ufuli. Ninafunja hiyo tu, sauti yako. Ndio tu mkono wako, kuna ufuli inafunjika. Maana hata ndoa ikawekwa pale ikafungiwa. Ninaona mali, naona vitu fulani zimefungiwa pale. I'm releasing you now, my daughter, in Jesus' name. I'm releasing you now because now I see. Now I see. Now I see. Now I see. Shakatoba. Iso pikanto yakaba. Shakatai. Mama zuya tuli asuka. Can I pray together with somebody here? Listen. What if I just come here? Because I see this one very open. Just what if I just come? I see this one very open. Let me move this thing back. Man of God, can I don't know why I see this one. This is something that happened when you were in the age of 7. Ninaona mtu ambaye anafaa nguo ya shule ikiwa na strips za white hapa juu, ama skia white. Ukiwa in primary school level, I can see you very clear. Nguo ya shule lakini ikiwa na ama skia white. Katoto kadogo tu, anga yake iliyofungika. Baba cheza hizo strings, sorry panto sekanto. Kuna majira ilifika wakati fulani ukiwa mdogo, tumbo likawa linakusumbua sana. Sekatuperinda sukatayana. Yesu tu. Maana anga yako ilipata kufungwa. Maana naposema ninaona picha imefungiwa ufuli, ninaletewa picha yako. Yesu kuna time ulitaka kununua ng'ombe. Kuna time. Maana ninaona wakati huo ulitaka kununua. Kuna vile anga fulani ilishuka na baadaye ikavunjika. Kaisha ya kwamba fedha zile hazikufika the level. Na baadaye ikakuta ni maana ulikuwa na hiyo roho lakini kashiniwa katikati. And that's why unaona vitu mingi kimari haziwezi zikakuja. Because zimefungwa. That's why unaona mara mingi kuna roho ya kung'ang'ana ndio upate kitu hivi. Omwana unasai wakong'ang'ana sana. So nimekuja nifunje hiyo vuli. Kiburi kina chukua. Ndio tu mikono yako juu. Sepata kazoka haya doza. Father, I pray every yoke of the enemy to loose. Come out in the name of Jesus. Baba, hiyo vuli, ishe nguvu. Msimamishe tu huyo. Msimamishe tu kwa jina la Yesu. Watu mkono wako juu. Isha da. Msaidia tu.
Father, we weaken kila chungu la adui lipasuke sasa. Kila chungu la adui lipasuke sasa. Ninatoa hiyo picha Bwana, ninaitoa hiyo picha hapo mahali walikofungia wakafungia. Come out. Inaachiliwa, inafunguliwa. Hey! Moto. Ivunje hiyo kufuri sasa, ivunje. Hatolewe hiyo chungu aliyosikwa ndani. Isha nguvu. Inatuma moto. Get out! Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Sikiliza. Ulizaliwa mwezi gani? Mwezi wako wa kuzaliwa. Mwezi wa 12. Naweza kumbuka tarehe? Kuja. Alizaliwa mwezi gani? Wewe nataka uniambie ulizaliwa mwezi wa 12 tarehe ngapi? There is something I'm looking. Umesikia kitu natafuta? Kuna mtu anaelewa chenye natafuta? Nimeuliza ulizaliwa mwaka gani? Yaani mwezi gani? Hata na mwaka ni yako. Mwezi wa 12. Alizaliwa mwezi gani? Yesu asifiwe. Mbona ninaonyesha kuna majini ambao kutembelea? Will you allow me to speak this one? Because ni maneno mazito. Maana kuna majini utumwa na inaonekana kunyonya matiti yake. Na hii ilifanyika sana majira unapomnyonyesha. That's why unaona afya yake ilichukuliwa.
Na sasa anga hiyo bado imesimama katika maisha. Vitu zingine ninaweza kuongelesha ukose kunielewa ninachozungumza. Lakini kweli ukiwa kama mzazi na unaelewa ninachokizungumza utele. Kando na ndoa ile uko naye mama. Kutoka awali ninakuona ukililia ndoa sana. Ndoa sana. Ndoa sana. Na kukawa na confusion sasa katika hiyo ndoa. Utanisamea, ninakuona kwa ndoa ya kwanza, ya pili, sasa ya tatu. Si ya pili hii. Ama hii si ya mwisho. Nakwambia ukweli. I see 3. Nataka ukumbuke vizuri. Tuende pole pole na wewe. Ukiingia kwa ndoa ya kwanza ulikuwa na watoto wangapi? 15 years. Ulikuwa na mtoto? Tuachane na hiyo. Ya pili? Ya kwanza nilikuwa na 15 years. Waine uko. Nataka unishike vizuri mtu wa Mungu. Kawaacha huko. Nao. Kuna kubaki. Kuna hiyo kubaki, sawa? Kuna kijana alibaki huko. So akakuja na wangapi? Mmejana. Sikia. Baada ya hiyo ukaingia kwa ndoa, sasa uko ndani. Lakini ambao liletwa na conviction. Si ndio? Si ni kweli? Kungolewa pale, kuwekwa hapa. Yaani kuibiwa, kuletwa hapa. Sasa hiyo wakati ilipotokea ni confusion. Maana bado ninaona ukiibiwa. I'm telling you. That's why nakwambia 1 2 3. Katika ndoa hii huko. Ni ukweli umeishi kwa shida. Ni ukweli sikatai. Lakini mara mingi moyo wako inakwambia toka uende nyumbani. So ukitoka ukienda nyumbani, what do you expect? Si ndoa ya tatu. Because I see you in the third movie. Na ninakuona tu ukioleka na mzee kabisa. Mzee. Kwa kwenu wanaitwa aje? Mo? Mzee. Ako? Kwa kwenu ni kuka si kuka. Haleluya. Ni kuka. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akusaidie. Sikiliza nikueleze. Unastahili ufunje misingi ya ndoa ya kwanza. Maana kuna vile hiyo ndoa ilivyokuwa, ikawa ilivyokuwa, ikaleta matokeo fulani. Na baadaye ukang'olewa pale, ukatoka na madhabahu ile, ukaingia kwa ndoa ya pili. And that's why kuna kuwaka na sijui nikitumia hiyo utanielewa. Comparison kila mara. Huo unajiuliza na kusema airi ile ndoa ya kwanza kuliko hii. Maana ile ndoa ya kwanza ilikuwa heri kuliko hii. Hapa kuna mateso mingi kuliko hii. Na Mungu akufungulie neema. Na akupe kibali. Maana ninakuona unatembea barabara mrefu sana. A long journey. Barabara mrefu mama. Ukare ndami utanitumia. Barabara. Nela. Roho ya kung'ang'ana, anga ya kimaskini. Ukatolewa pale akakudanganya ya kwamba yeye ako na uwezo wa kukulea. Wakati ulipofika kwao ukapata ile picha yenye aliyokuwa na kupatia suyo. Na wakati ulipofika pale ukasikia roho nyingine na kuambia urudi, lakini ukaangalia watoto umezaa hapo, ukasema kwa sababu ya watoto wacha nikae. Na ninakuomba Mungu akusaidie na kufungulia. Maana anga ile iliyokamata yako ndio iliyokamata yeye. Ikafunga. That's why unaona zile vitu zenye unapitia, huyu mtoto alizichukua mzima. Father Lord, I pray now, I release your power. Come out in the name of Jesus. Kila roho inayoataka mtoto, iachilie kwa jina la Yesu. Iachilie kwa jina la Yesu.
naachilia moto Baba, vunja kila nira inayoinuka kinyume na mtoto, ichomeke, 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 ichomeke sasa majira. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Jesus, I release your power now, my God and my Father, in the name of Jesus. Kila ngome zivunjike mahali jina lake limewekwa, my Father, na choma hiyo roho ya uganga walioachilia ndani yake, isha wachilia raka, fungua kwa jina la Yesu, fungua kwa jina la Yesu. Baba yangu, anga na misingi ya ukoo ichomeke, 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 Ishomeke, 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 katika jina la Yesu, iondolewe hiyo anga ya mateso. Out! Out! Hebu nizungumzie kuhusu hili sikio lako. Na inasikia chachi. Nyosha mkono wako hapa. Nataka ufunge mdomo wako, nyamaza, ufunge macho. Funga tu macho kwa kwanza. Roho wa Bwana njoo. 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 Njoo Bwana. Njoo. Funja kila misingi, kila minara, maagano ya damu, maagano ya damu, maagano ya damu, maagano ya damu. Yaisha sasa, yaisha sasa, yaisha sasa, yaisha sasa, yaisha sasa. Kwanza hiyo miguu inayouma, hiyo miguu inainenea, moto wa Mungu wake ndani, moto wa Jehova utembee, moto wa Jehova utembee. Funguliwe anga yako Jehova, ninaomba uwepo wako, uwezo wako na neema yako Baba. Tawala, wachilie nguvu zako, wachilie moto wako, wachilie nguvu zako, wachilie moto wako. Wewe ni Jehova, wachilie moto wako katika jina la Yesu. Baba tawala, tenda yaliyo mema kwa jina la Yesu. Kuna hizi mbwa zinapiga kelele usiku nje, ni za nini? Ni za nini hizo usiku mbwa? Ngiye kora chise chira kure isko mnanjiri chira tukulera igali to kora kesho na nzinyira chira kure chiso ime utara biki gezie Bwana Yesu asifiwe. Ingi chise za chiko kure amwambie kwa Kiswahili asikie. Sijui kama wanaelewa Kifaransa. Unajua ulikuwa uzikwe last year. Unaweza kosa kuelewa chenye nasema. Unajua ulikuwa uzikwe last year. Ulizaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama wewe uamini unadini wewe. Fuata madhabahu. Utabarikiwa sana. Sasa kuongea sana. Lakini fuata madhabahu utabarikiwa sana. Amen. Sana. Wewe umetoka ni mbali. Umekuja Kisii ambao ni mbali sana. Mungu akulinde kwa mji wa Kisii. Ninakuombea mji wa Kisii neema. Yesu akufunike na damu yake. Wachawi na waganga hawana uwezo kinyume na maisha yako. Watoto wako wafunikwe na damu ya Yesu. Masomo yao na damu ya Yesu. Hiyo majini inayotembea kufuata maisha yako iachilie katika jina la Yesu. Na Mungu akupiganie kwa maisha yako katika jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
Tumpe sadaka nzuri ya wokovu. Hallelujah. Nilienda kwa ule mama nikaenda kumfuata na amekuja Njuoja. Lakini nimeenda hapa. Unajua mimi ni mwinjilisti mzuri. Nimeacha mkiimba nikaendea mshirika kutafuta. Hilda, nimemwendea kwa nyumba. Mimi hapana mchezo. Nimeenda kwa hata huyu nimeenda kumtoa kwa nyumba. Ndio. Bwana asifiwe. Tupigie mama kofi moja. Anapiga juu taki na sasa mpigie makofi moja. Tulienda kwake. Na hata ule kijana alisema nisimuombe, alikuja hapa asubuhi akaomba akaenda. Naelewa anasema kuna kijana yake nilimwambia nataka sasa nikuombe, akaniambia sio saa hii. Nikamwambia sasa tuombe, akasema mambo yendi namna hiyo. Nikaona ni kama anataka ukasika, Mungu si tuombe. Akaomba. Haleluya. Lakini nilimuona asubuhi nikiwa nimeanza maombi. Akakuja akaketi akaomba, akasimama akainua mikono yake juu akaomba. Akaenda job. Sasa mama yake nikaona akuji. Na mimi nikasema acha nimuendee kwa nyumba. Mimi siwezi fanya uinjilisti ya hasara. Nilienda huko nikiwa nimechoka na asikuja church. Nikamrudia huko. Muuliza kwa nini hujaku? Na tulienda usiku tukamuombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kusalimia kanisa. Nikamwambia nilikuja nikakuombea juu ulikuwa mgonjwa, mimi nimefikiri ilikulemea nirudie maombi. Niambia pana pastor, mimi niko mzuri kutoka jana vile uliomba niko sawa. Sasa mimi nataka nikuombee. I don't know what the doctor told you. You so tired. Na mguu bila fimbo. Bila anawacha. Anawacha. Yaani huyo mzee akikuja kanisani hapa ataumia. Maana nilisikia tu baada anashikilia yeye, mimi nitaenda ile kanisa yangu. Hebu tuulizane, kama Mungu ametoa ufimbe na ninaamini ameunganisha ile mifupa iliyokuwa imevunjika na ametembea. Haleluya. Sasa hiyo maumivu ya hapa kukunja na kukunjua hivi, kwa sababu ngo chandi ngo kugoro kuna kurambore kama taigenda kuchialia secretary yetu. Ni kama ni nini? Nyinyi mnangoja miujiza gani lakini? Bwana Yesu asifiwe. Amepona. Namwambia atafute sadaka mnono ya shukrani alete kwa madhabahu. Ni hivyo tu. Moja ya yali sadaka na jumbo ira na alinge nyagitali operation ili akabiro mai. Ndiakane kwa ira alinge operation ili. Lakini vile tulikanyaga hapo tukasimamisha nini? Kwa damu ya Yesu. Haleluya. Tulienda hapo siku ya kwanza alikuwa analia anasema watu wanafunjika nyuma yangu wanatembea. Mimi niko hapa nimekaa. Mimi ni kurudishwa tu hospitali operation. And we pray to God. Unasikia sasa anafanya nini? That is smart. Ese kingo kuana, no chama leo kali na rocha ale mesa hiyo. Kwa ndo tige ku asili pamoja. Amen. Unaweza kosa kuelewa chenye na wewe kunywa, mimi nasema usikunywe. Ayagando nya kunywa uikeranie ira, lakini njema ta tunywe liogeria asili taliasa. Ayagando nywe. Sijui kama unaelewa vitu kitu nasema. Si yeye ameambiwa akunywe na daktari. Si yeye acha akunywe press. Lakini mimi nasema kwa ulimwengu wa kiroho yangu asikunywe. Kwa hivyo hata kama atakunywa itakuwa inaingia kwa tumbo
Inaisha hiyo story, inaisha. Because najua Jesus has already healed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uko wewe already. Okay, miujiza ile kama ka. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Hairina kigo tamagora na arandire na arire igo. Waigure. Kuna kwaigure mwi. Yesu makofi mazuri. Unaweza kosa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. But it is high time tuone nguvu za Bwana. Kuna watu mimi nikiona najifunia. Nikiona karo, ni vile tu huwezi elewa. Nyasaye manje kora karo na igubia. Nyasaye nafurahia nikiona karo. Nikiona ule mama nasikia mzuri. Sasa unaona amekuwa msichana mdogo zako mzuri. Kabisa sasa. Sasa mimi nakuambia sasa Mungu akupe nguvu sasa uanze kunona. Unole smart pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Chukua imani ya kubadilisha maisha. Tatuomba huyu mama. Mkia mabukao yule. Na imagine wewe ni mtumishi wa Mungu. Sasa wewe first this is a woman of God. She preaches, she prays, she is right. Unamjua? Ya. Bas. Bwana Yesu asifiwe. Bwana karibu wewe. Amen. Afanye kazi. Sio story tumemaliza. Mtarama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba siku moja kama hujakuwa ordained, I will ordain you people because mimi nimetiwa mafuta ya kumwagia watu mafuta. Wewe hujaelewa vile nasema. Nimetiwa mafuta ya kumwagia watu mafuta. So that I ordain you as a pastor. Uvae kola, utembee hapo kama mtumishi wa Mungu, pewe makaratasi ya mtumishi wa Mungu, fanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile tu wewe uwezi labda kuelewa ayako ramo pastor yomo kwenye kole maga yoko kwenye kobe kama bali. Let me tell you. Wewe ndiye anaelewa huko nyuma. We need you to be caller. Akarawa soka isikoga iko soka ne kona yako kama umu pastor ikilenga. Tutafika hiyo level, acha tuongezeke hapa tukikuja kufanya kuordain watu hapa, we will ordain them. They see the glory of God. Na hata wewe unatamani kuwa mtumishi wa Mungu, anza sasa kujilea kwa jina la Yesu. Unajua wewe ukiangalia mtoto na mwenyewe hivyo, huyo ndio ibada yako. Hii yenye ninaongea si yako. Na hiyo ndio unaita shetani kwa maisha yako. Baba, tunaomba sasa kwa jina la Yesu na nguvu zako zitawale maisha ya mama huyu ambaye ni mtumishi wako. Baba yangu asante, tangia jana tulipoingia kwa nyumba yake, sasa na tena Baba umemleta mbali huu na tena katika madhabahu haya. Alikuja akanishuhudia Bwana ya kwamba aliniona kwenye ndoto nikimnenea. Sasa amekuja physically. Jehova, chochote kilicholala kwa maisha yake sasa kifunguliwe kwa jina la Yesu. Kifunguliwe kwa jina la Yesu. Kifunguliwe kwa jina la Yesu. Roho zote za magonjwa zifagiliwe kuondolewa. Wewe ni Mungu uliye hai. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ninaachilia uwepo wako na nguvu zako na moto wako, maana wewe ni Mungu. Hiyo roho ing'olewe kwa jina la Yesu. Anga zote za mateso na kata. Magonjwa yangu wa maisha yake ing'olewe. Natangaza amani ya Bwana sasa. Natangaza damu ya Yesu sasa. Natangaza moto wa Bwana sasa. Natangaza moto wa Jehova sasa. Natangaza moto wa Jehova sasa. Moto wa Bwana. Moto ndio moto ndio moto ndio moto ndio. The blood of Jesus, the blood of Jesus, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ujazo wa Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu Baba.
Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, our God. Thank you, Jehovah Shaddai. Huyu mtumishi umemtoa mbali, ni mbona sasa atake kuzimu kinyume na maisha yake? Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, utakazo kwa afya yake sasa, utakazo kwa afya yake sasa, utakazo kwa afya yake sasa, utakazo kwa afya yake sasa. Ninaomba Baba akaamuke katika ulimwengu wa kiroho sasa, akaamushwe kimaombi sasa, akaamushwe kimaombi sasa, katika jina la Yesu. The blood of Jesus. Lord, we thank you. We say glory in Jesus' name. Amen. Thank you for Yesu. Mtu mama alikuja kaniongelesha, I was not able to pray for it. It's come very fast. Sasa pokea moto mwingine sasa, pokea nguvu nyingine sasa, pokea nguvu nyingine, ndiyo nguvu nyingine kwako sasa, pokea nguvu nyingine sasa. Wanaokutafuta hawatakuweza, wanaokutafuta hawatakuweza. Pokea nguvu nyingine mpya. Zikateya manani. Basi nisaidie kunyosha mkono wako hapa. Zita-ta-ta-ta. Zita-ta-ta-ta-ta. Sijui ni nini hii ninaonyesha. Unaona star of operation. Naona kitu operation. Naona operation na hata ikiwa ni majira ya kuzaa.
operation. Ndio maana nasema ninaona operation. Unasalia uko sawa. Because uko na vijana wangapi? 5. Na huyu anafuatwa sana ni wangapi? Huyo wa accident. Ni 4. Huyu mdogo mwanza nieleza yuko wapi? Ni sawa. Ni mdogo kabisa. Haya, huyu mwenye anafuata. Haya, huyo mwingine kabisa amefika umri wa kuoa. Hawajaoa. There is something I'm speaking about. Ameoa. So huyu wa 3 anafuatwa na huyo wa ajali. Maana kuna watoto 5. Angalia hapa. Chana na wasichana. Huyo ni kijana wa kwanza. Huyo ni wa 2. Huyu wa 3 na wa 4 hawa. Sasa wa 4 ndio. Unaelewa nikifanya hivi? Hawa wa katikati yao maisha yao ilishapunjwa. Na ninaona kadirio la kaburi kwa maisha kwa nyumba. Maana huyo kijana huyo wa ajali kuna kaburi lilikuwa liko. Lakini Jehova akawa amempitisha katika kaburi. Na ni kwa sababu ya maombi ambayo nayo hapa. Na nimekuja nikutie nguvu. Ya kwanza ni kuambia onyesha watoto wako madhabahuni. Sawa. Namba 2. Kuna hiyo roho inafuata hao watoto wawili. Nimefanya hivi ndio uelewe. Maana wa kwanza ninaona ni mtu ambaye Mungu alimwachilia tu kibali chake. Ingawa kuna kung'ang'ana kidogo, lakini Mungu alimwachilia neema yake. Ndio sehemu ya pili. Lakini wa 3 na wa 4 mwingine tutakuja kuzungumza tukiwa wawili.